Madam, kwema? Kwema kabisa. Habari yako? Nzuri. Heri ya Valentine. Nzuri, asante sana na kwako pia. Tunatamani tujue historia fupi ya kituo cha Shalom Orphanage Center. Ndio. Kwa majina yangu naitwa Lilian Mbise. Mimi ni mbeba maono wa kituo cha Shalom. Kituo cha Shalom nilikianzisha tarehe 1 mwezi wa 5 2016 nikiwa na watoto wawili na mpaka sasa hivi nina watoto 66. Ndio. Na pia sikuanza tu kama ulivyoona hapa, tumeishi sehemu tofauti kama 2 ndiposa tumefikia mahali hapa. Lakini hapa tunapoishi kwa sasa hivi tulihamia rasmi 2020 mwishoni, na tumeanza kujenga hosteli 2 ya wasichana kwa wavulana, lakini tumeendelea na majengo mengine, ukumbi wa ibada, mesi pakulia, lakini tumejenga nyumba ya baba na mama, lakini tumejenga majengo kama mabanda ya kufugia, lakini pia tumeanza pia na mradi wa shule. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu mpaka hapa tulipofikia. Hongera sana. Asante sana. Okay, leo ni tukio la Eid Charity ambayo tumekuja kutembelea baadhi ya washikaji tofauti, viongozi, waheshimiwa. Kwako kwa nafasi yako yani umelipokea vipi hili jambo kile? Hili jambo nimelipokea kwa furaha sana. Nimeona watu wenye mioyo yao iliyokunjuka, wenye furaha pamoja na sisi wanaolipokea hili jambo la Shalom. Sio watu wote wanaelewa hili jambo. Japo hili jambo kulifanya ni baraka, lakini unajua baraka imefichika. Namshukuru Mungu sana, nimeona hii Eid walivyoipokea na sisi tumeipokea kwa furaha. Watoto wameenjoy, wamekula, wamecheza, na mpaka sasa hivi wanaimba nyimbo huko wa muziki nini, wengine wanacheza michezo ya mipira. Haya yote ni furaha. Kwa hiyo leo ni siku ya wapenda nao, ina maana Eid wametupenda, wametujali na wametuhudumia kwa siku ya leo. Ndio. Okay, kwa jamii ambayo inakuangalia ni changamoto ngapi baadhi tuzizungumzie chache ambazo unaona zikifanywa utatuzi watoto wataishi vizuri na maisha mengine yataendelea vizuri kabisa? Ndio. Tunamshukuru Mungu sana. Yaani changamoto ambayo kwa sasa hivi inatusumbua, tunatamani tufanyie madarasa yetu finish, kwa sababu kwa sasa hivi tuna madarasa 5 hapa na ofisi zake. Hatujakamilisha, lakini tunatamani ikamilike, ili kama kuna mtoto yeyote anayeletwa na ustawi wa jamii hapa dawati la jinsia au TAMISEMI, mtoto anapokaa hapa kwa muda ule au ana mahali rasmi pa kusoma, sio mpaka tubabaike tuanze kumtafutia uniform, kufanya hivi kufanya, haiwezekani. Lakini tukiwa na shule ni jambo ambalo linakuwa rahisi kwangu. Na pia tuna changamoto nyingine ya kujenga ukuta kama ulinzi wa watoto. Yaani ni kama kumchelewesha mtu ambaye anataka kufanya ubaya, lakini kwa sehemu nyingine pia ni ulinzi wa watoto. Sababu sisi hapa tunalea watoto yatima, mazingira magumu tofauti, lakini pia tunalea watoto wenye kesi za ukatili. Tunataka wale watoto wakae chini ya ulinzi mahali pazuri ambapo panaonekana kwamba mahali hapa ni sahihi kwa hao watu. Hiyo ndio changamoto tulionayo. Kwa hiyo tuna shida ya tofali, simenti. Chakula ni kila siku, lakini kwa asilimia ndogo. Okay, basi kwa nafasi yetu sisi binadamu, na Mungu pia atatenda wepesi wake. Amina. Okay, neno la mwisho kwa Eid Charity. Eid Charity nataka tukuwapongeza kwa jinsi walivyojipanga. Ni kwa muda mfupi ametoa taarifa, lakini watoto hao wamejipanga kwa kweli. Kwanza wana moyo wa kujitoa. Kwanza wana moyo wa furaha wa kutendea hao watu. Kwa mimi nataka tukuambia kwamba yaani hili grupu lao wasilivunje, waendelee kufanya, kwa sababu watafanya sehemu tofauti na sehemu mbalimbali kwa wale wahitaji. Hili grupu lina moyo sana. Nimeona wana furaha. Unajua kuna mtu anafanya kitu anasikia kama amepungukiwa, lakini hao watu wanasikia kama bado hawajafanya. Kwa hiyo ninaamini kwamba watakapoendelea watafanya mambo makubwa. Basi mimi nakutakia kila laheri mama yangu, uweze kuwatunza wadogo zetu wafikie malengo yao. Nashukuru sana. Asante sana. Karibu. Haya.